Fahamu historia ya wimbo namba 130 unaofahamika kama Yesu kwetu ni rafiki. Maisha ya ulimwengu huu yamejaa changamoto nyingi sana, na kila mmoja wetu ana uzoefu wake katika changamoto ambayo inaweza kuwa tofauti na mtu mwingine. Mtunzi wa wimbo huu, Joseph Medley Curtis Scriven, ni miongoni mwa watu waliopitia changamoto za ajabu katika maisha. Joseph alizaliwa mnamo mwaka 1819 tarehe 10 ya mwezi wa 9 maeneo ya St. Patrick Island, na kusoma katika chuo cha Trinity huko Dublin, Ulaya. Kabla ya kuhitimu mafunzo chuoni, alijiunga na jeshi, lakini kutokana na afya yake kuwa mbaya isiyoweza kuhimili mikiki ya jeshi, aliamua kurudi tena chuoni kuendelea na masomo yake hadi alipohitimu shahada yake ya ualimu. Historia inaeleza kuwa Joseph alimpenda binti mmoja na kuadhimu kufunga naye ndoa katika mwaka wa 1840, lakini kwa bahati mbaya mchumba wake alirushwa majini na farasi wake kisha kufa maji kabla ya kufunga ndoa. Kutokana na tukio hili lilimhuzunisha sana, aliamua kuhamia Canada mnamo mwaka 1844. Baada ya kuhamia Canada, alianza maisha mapya kama mwalimu. Kwa mara nyingine tena alipata mchumba ambaye pia aliadhimu kufunga naye ndoa, lakini kabla ya ndoa yao kufungwa, mchumba wake wa pili alifariki kwa pneumonia. Sababu ya kupatikana kwa pneumonia kwa binti huyu ilitokana na kubatizwa katika ziwa lenye barafu. Ingawa Josefu alikuwa na changamoto za kifedha na msongo wa mawazo kutokana na changamoto zilizompata, lakini bado alitambulika katika miji ya Beaudelaine, Canada kama Mkristo mwaminifu na mwenye kujali wahitaji. Siku moja Josefu akiwa katika kazi zake za kila siku, alipata ujumbe kuwa mama yake ambaye alikuwa ni mjane pia mwenye umri wa miaka 70 alikuwa mgonjwa sana. Kutokana na changamoto za kifedha, Josefu hakuweza kwenda kumtazama mama yake. Hivyo aliamua kumtumia mama yake shairi, ikiwa ni tumaini kuwa lingeweza kumfariji na kumrejeshea tumaini katika nyakati za kuugua kwake. Shairi hili aliliandika katika mwaka wa 1855 likiwa na kichwa kisemacho omba bila kukoma, na aliandika pasipo kutegemea kuwa siku moja litakuwa wimbo upendwao na watu wengi sana. Lakini baada ya muda Joseph aliugua na rafiki yake akaja kumhudumia. Alipokuwa akimhudumia, aliona karatasi iliyochoka ikiwa chini imeandikwa shairi alilolitunga Joseph. Alichukua karatasi ile yenye shairi, kisha akatengeneza nakala na kuituma kwa wachapishaji wa magazeti ya kidini Religious Journal, ambapo shairi hili liliweza kuchapwa likiwa katika mfumo wa wimbo kamili. Baada ya misukosuko ya maisha, mnamo mwaka 1866 tarehe 10 ya mwezi wa 10, Josefu alikutwa amefariki katika ziwa la Rice linalojulikana kama Rice Lake huko Beaudelaine, Ontario, na haikujulikana chanzo cha kuzama kwake na kufariki. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini, Waefeso 3:12. Ni upendeleo wa pekee sana tulionao na kuweza kumkaribia Mungu kupitia Yesu Kristo. Katika dunia hii ni vigumu sana kuwafikia viongozi na kuzungumza nao, na ikiwa mtu atapata bahati kumweleza kiongozi, hueleza kwa kutetemeka. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo kwa kufanya iwezekane kwa mwanadamu kuingia kwa Mungu, yani mfalme wa wafalme, moja kwa moja bila hofu kwa njia ya maombi kupitia Yesu Kristo. Yesu ni rafiki wa karibu sana zaidi ya wazazi, ndugu, jamaa na rafiki zetu. Ni yeye tu anayeweza kujua shida tulizonazo na shida zilizojaza moyo wako. Ni yeye tu ajuaye nini kinachokutaabisha, kwa sababu yeye ni muumbaji wako. Ni yeye tu anayejua mianzo yetu na miisho yetu, na hakuna jambo lililogumu liwezalo kumshinda.
Mwandishi wa wimbo huu, baada ya kukumbana na changamoto nyingi za misiba na za kiuchumi, hakuona mfariji zaidi ya Yesu peke yake. Wakati mama yake anaumwa na hana fedha na nauli ya kwenda kumtazama, aliamua kumtumaini Mungu pekee na kumwambia mama yake kuwa Yesu kwetu ni rafiki. Ukiomba kwa babaye, yani Mungu, maombi asikia. Huenda pia katika maisha yao hakukuwa na watu wa kuwahurumia katika hali waliokuwa nayo ya upweke, umaskini, ugonjwa. Ndiyo maana pia aliandika kwamba hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia. Atujua tu dhaifu, dua atasikia. Mpendwa, Yesu pekee ndiye rafiki awezaye kutoa msaada katika maisha yako pasipo kukubeza kwa watu. Ni yeye pekee yake anayeweza kukusaidia pasipo kulaumu. Ni yeye pekee yake anayeweza kukuita mtoto wa Mungu pasipo kukusengenya. Hivyo basi, unapoingia katika shida ya aina yoyote ile, wa kwanza kumlilia awe ni Yesu. Ikiwa ndugu, jamaa na rafiki zako wameingia kwenye matatizo na wewe upo mbali nao, msaada wa pekee na wa uhakika unaweza kuutoa kwa kuwafariji kupitia Yesu Kristo. Acha kumtumaini mwanadamu, mtumaini Yesu peke yake. Ikiwa unadharauliwa, unabezwa, unatukanwa na kuonewa, mwambie Yesu, kwani yeye yupo tayari kukusaidia. Msimuliaji wa historia hii ni mimi, Deborah Nkondo. Endelea kufuatilia Bureta TV kwa historia nyingi na nzuri zitakazobadilisha maisha yako kupitia nyimbo za Kristo.